kwanza kabisa tunakutana na mchezaji wa mpira ambaye ana historia kubwa sana katika taifa hili. Labda watu wangetaka kujua tunaongea na nani? Mimi naitwa Malota Soma, kwa jina la utani ni Boljaga. Hebu tupe historia yako Boljaga. Uliingiaje kwenye soka mpaka ukaja ukafikia hatima kuwa kwenye timu kubwa sana kama Simba mpaka timu ya taifa? Unajua mpira ni mchezo wa uwazi. Mimi mpira kabisa nimeanzia toka shuleni. Mimi nimesoma shule ya Kikundi pale Morogoro, na nilibahatika kucheza na kaka zetu pale, kusoma na kaka zetu pale kina Omar Hussein, Zamoni Mogela. Kwa hiyo wakati naingia pale shule katika madarasa ya kwanza kabisa mpaka la pili, mwanzo kabisa nilikuwa katika shule ya Kikundi na nimechezea timu ya shule kwa mafanikio. Bahati mbaya au nzuri, kamaliza shule pale Kikundi, tukaingia kwenye timu zetu za mtaani. Kwa unajua zamani mpira hujaanza kama sasa hivi. Sasa hivi kuna academy, lakini zamani tulikuwa hatuna academy. Tulikuwa tu tunajiokota bwana, haya bwana twende tukacheze mechi hapa. Kwa timu yetu ya mtaani pale Morogoro ilikuwa inaitwa Aston Villa, kulikuwa na Zaragoza pale, kulikuwa na Soka Ranger, ambazo wachezaji wengi walitokea hapo kwenda kwenye timu kubwa. Mimi kwa bahati nzuri tulikuwa tunacheza na timu moja ndogo tu ya Jogoo. Yaani baada ya kutoka shule nikapata bahati ya kuchezea timu ya Jogoo ambayo ndio timu ya mtaani pale, timu kubwa katika Morogoro. Tuliitwa vijana pale, tukaenda kucheza timu ya Tumbaku. Tumbaku ndio ilikuwa timu kubwa pale. Yaani ni safari ndefu, nikielezea nitachukua muda mrefu sana. Sema tu nichukue short tu. Kwamba nilipotoka Aston Villa nikaenda Jogoo. Baada ya Jogoo kuna mwenzetu ambaye mchezaji mkubwa wa timu ya Shujaa pale alikuwa na tatizo lake Kilosa kule. Baada ya hapo tukaenda, akatuchukua sisi baada ya vijana kwenda kucheza mpira pale Kilosa Reli. Mimi ni mzaliwa Morogoro, lakini nikatoka pale Morogoro kwenda kutafuta maendeleo ya mpira, nikaenda kucheza Kilosa. Nikakaa Kilosa kwa muda mfupi. Wazee wa Morogoro, timu ya Reli ya Morogoro akaniona. Mzee mmoja alikuwa anatafuta wachezaji. Unajua zamani hizi timu ya Reli walikuwa wanatafuta wachezaji kwenye timu zao za Reli. Kwa hiyo Olofi afisa yule akaitwa Morogoro pale kwenda kutafuta wachezaji, ndio akanichukua mimi hapa, nikaja kujiunga Morogoro, nikakutana na kina Zamoni Mogela, kina Msala, wachezaji wengi, kina Jangalu, ndio tukakutana Reli pale. Bwana, tukacheza Reli kwa mafanikio makubwa, tukakuta kina Mdachi, Steven Mdachi nikakuta pale, tukaingia kwenye mashindano ya kutafuta kanda. Bahati mbaya timu ya Reli ilishindwa kwenda kanda, ndipo tukaishia hapo. Mimi nikarudi Morogoro, na bahati mbaya au nzuri nikabakia na timu yangu ya Reli hiyo. Muda si mrefu Mogela akachukuliwa na Tumbaku. Mogela alipoenda Tumbaku akanambia, bwana mimi pale Reli kuna mchezaji ambaye nilikuwa naye pale, kwa hiyo tumchukue aje huku Tumbaku. Basi Mogela akanifanya mipango, nikaja Tumbaku, na nakumbuka mwaka mwisho kabisa tulienda kwenye Shimuta Tanga. Baada ya kutoka Tanga tukaenda kwenye mafainali ya Arusha, tukatolewa kule, ndio tukarudi kutenza timu ya Tumbaku ambayo Mwalimu Somali ndo alikuwa kocha. Baada ya hapo Mwalimu Somali alichaguliwa timu ya taifa na sisi tukawa tumeingia kwenye kanda. Nakumbuka Mwalimu Somali alikuwa na Marunde, akasema bwana nataka niwaangalie wachezaji ambao kabla sijaenda Dar es Salaam kufundisha timu ya taifa nione je tumefika tumetafuta wachezaji ambao watakizi kweli. Akasema bwana okay, wachezaji hao wazuri tutafanikisha kwenda kwenye ligi. Bahati nzuri Mwalimu Somali akaenda kwenye ligi timu ya taifa. Aliporudi akatuchukua sisi sasa kwenda kwenye kanda, ambao kanda yetu ilikuwa ya Arusha, ambao tukakutana na National Milling kule, kuna timu Biashara na timu zingine za Mwanza kama sikosei. Ndio mwanzo wa kutaka kuonekana mimi, tukashinda pale ligi, kaingia Super League. Lakini bahati mbaya mimi sikucheza Super League ya Tumbaku. Ule tu tukachukulia timu ya taifa ya vijana ambao tulienda Norway, kwa mimi Mogela na wengine wengi ambao majina yao yamenitoka kidogo kwa sababu muda mrefu. Basi tulirudi Norway tu, Mogela akaenda Simba moja kwa moja. Alipofika Simba akanishauri, Malote njoo, akasema bwana mimi nakuja Simba, lakini naomba
pale Simba napoenda, kuna mtu mmoja yuko pale Morogoro, mchukueni, atatusaidia kwenye timu yetu ya Simba. Ndio safari yangu ilianza kuja Simba. Mogela ndio alionishawishi mpaka mimi nikaja Simba. Wakati huo Mogela yeye alikuwa ameshachukuliwa na timu ya Simba. Mogela yeye alichukuliwa mapema na timu ya Simba baada ya kurudi kwenye Norway kule, kwa sababu Mogela alifunga sana magoli kule Norway. Alivyorudi akafuatwa na watu wa Simba kwamba bwana, sisi tunakuhitaji uje Simba, na Mogela ndio chachu kuja Simba kwa sababu yeye alivyokuwa Leli alikuwa anaifunga sana tumbaku. Umeona mpaka tumbaku akamchukua, na alivyoenda tumbaku bado akawa anaweka moto ule ule. Simba akamuona kwa sababu Simba ndio ilikuwa inafanya usajili wa vijana baada ya kuwaondoa kina Damsabu, kina Wile Mwajibe. Kwa hiyo wakaanza kuchukua watoto vijana ambao kuja kuitengeneza Simba pale. Mmoja hapo na mimi nikachukuliwa. Simba imeonekana na historia ya kuchukua vijana, lakini unafikiri usajili wa sasa bado unazingatia ule utaratibu uliokuwepo zamani? Hapana, unajua sasa hivi kuna mambo ya pesa yameingia. Kwa hiyo usajili wa sasa hivi watu wengi wanaingia kwenye biashara, na ndio maana tunatoka kuchukua wachezaji wa nje tofauti na zamani. Tulikuwa tunachukua wachezaji kutoka mikoani bwana, kwenye timu zetu hizi za mikoani kuja kwenye Simba na Yanga. Sasa hivi kidogo kuna mabadiliko sana. Ukiangalia jopo kubwa la wachezaji ni kutoka nje. Wachezaji wengi wa Kitanzania wanaingia wachache sana kwenye timu zetu. Wakiingia hata kwenye timu ya Simba na Yanga wakipangwa, unaona kabisa wachezaji wazawa ni wachache kuliko foreigner. Kwa hiyo ni tatizo kubwa. Je, unafikiri wachezaji wa nje kama sio utamaduni tu, ni kweli wanastahili na wanazidi wachezaji wetu wa ndani? Kuna jopo la wachezaji wa nje ambao unaona kweli hao quality, lakini kuna jopo unaona kabisa sio quality. Sasa kuna mchezaji anakaa reserve bwana wa nje, alafu mchezaji wa ndani anacheza, bado hajakizi kile tunachohitaji. Muhimu kwamba ni mchukue mchezaji kweli unajua kama huyu mchezaji ambaye anakizi. Kwa mfano ukichukulia kuna wachezaji baadhi wa Simba wa Yanga unaona kabisa kwamba hawa wanakizi. Kwa majina unawaelewa hawa kweli wanakizi, lakini kuna wengine hawakizi. Leo mnakupa mfano mdogo. Kwa mfano Simba leo wanatafuta striker. Wameenda kumchukua Dumbia. Dumbia bado hajafikia mimi naona kwenye kuchezea Simba, kwa sababu naona kabisa uchezaji wake tofauti na wengine wanavyocheza. Sasa upo umeongea kitu kizuri. Labda unaona utofauti wakati nyinyi mpo watu walikuwa wanafuata kwa sababu ya vipaji. Mchango wa vyombo vya habari hasa pale ambapo imeonekana watangazaji wakiwa mameneja wa timu, unachochea kipi kuzorota au kukua kwa soka nchini? Unajua sasa hivi kuna utamaduni umeingia, kila mtu anatengeneza maslahi yake. Unakuta mtu mwandishi wa habari ana mchezaji wake anampenda, anampromoti aonekane, lakini sio kumtengeneza kama vile huyu kweli mzuri. Unakuta wachezaji wengi wanapromotiwa, baadaye ukija kumwangalia haipo kwenye vigezo. Hiyo ni kutokana na mchezaji wengine kaletwa na mtu fulani au kaletwa na mtu fulani, sio kwa kigezo. Unajua kigezo itakiwa Tanzania tuweke mchezaji anayekuja hapa anachezea timu ya taifa, sio kumchukua mchezaji ambaye anacheza timu ya taifa alafu namleta hapa anakuwa ndio best. Hatuwezi kwenda, imekuwa dampo. Ukiangalia historia inaonyesha wachezaji wazuri wote wametoka Morogoro. Nini siri ya wachezaji kupatikana Morogoro tu na sio sehemu nyingine? Sababu wachezaji wengi ukiangalia Madudo Mtambo, Hamisi Gaga, Maluta Soma na wengineo wote wametoka Morogoro. Au kulikuwa kuna academy pale? Hamna academy. Zamani mpira wachezaji Morogoro ulikuwa kwenye damu toka udogo. Hata ukiangalia sasa hivi wachezaji wengi hawatoki Morogoro kwa sababu lile chimbuko hakuna tena. Lipo lakini kwa uchache sana. Na lipo kwa uchache vipi? Unawahesabu wachezaji. Kwa mfano leo kuna Babage, Kapombe na watu wa Morogoro, lakini ukiangalia wale wamekuja Dar es Salaam ndio wakaja kuonekana. Tofauti na ile kwamba unamuona mchezaji moja kwa moja kutoka Morogoro. Kwa mfano kina Mogela, za mimi hapa, Aluwali, bwana Omar Hussein, wote walikuwa Morogoro wanakuja moja kwa moja Dar es Salaam. Kwa hiyo sasa hivi Morogoro kwenye kuendeleza vipaji kama vile umerudi nyuma, sio kama miaka ya nyuma. Na hiyo imekuja vipi? Unajua bwana, maisha ndio yaliyokubadilisha mpira. Kwa sababu zamani sisi tulikuwa tunapenda mpira sio kwa sababu ya pesa,
tunapenda tu tucheze mpira kwa sababu tu uonekane na yani sio kwamba uje Dar es Salaam lakini uonekane ile mchezaji mzuri nini, na ndio maana kuja vipaji Morogoro vilikuwa vingi sana kwa sababu mpira ulikuwa kwenye damu. Tulikuwa bado wadogo tulikuwa tunapenda kucheza mpira. Tunajishangisha, tunaenda sehemu mbalimbali kucheza mpira kwa sababu uko kwenye moyo. Sasa hivi kidogo Morogoro wachezaji vijana wengi wameingia kwenye mambo ya pesa. Kwa hiyo unakuta ndio maana unakuta hawatoi vipaji vingi sasa hivi. Nakubaliana na wewe kwa sababu timu pekee kama Mtibwa Sugar ndio ilikuwa inazalisha wachezaji wengi, lakini naona imefikia pahala inashuka inarudi. Kwa hiyo ile history ya kutengeneza wachezaji Morogoro imepotea. Je, watu wafanyeje? Yaani warudi kule kuliko kuwepo awali? Sasa lingine linakuwa gumu kwa sababu hao watu wenyewe wachezaji wale wadogo wana determination hiyo ya kutaka kuendelea, ya kutaka kuonekana. Kama wapo basi watengenezwe. Na kitu kingine kinachokuja inaharibu, unajua kuna vipaji vingi sana vipo, lakini hawa watu wetu wa karibu ambao tunawaita makocha nao wanatakiwa wawe na uelewa. Kuna mtoto unamuona kabisa anataka kuendelea, ana uwezo, muendeleze kwanza. Atapokuwa amefanikiwa hawezi kukusahau, lakini utapomwambia kwamba bwana, ukitaka mimi ufanye vizuri toa pesa. Sasa mtoto hana hela, atatoa wapi? Baba yake maskini. Kwa hiyo hilo, kuna jambo hili nalo linaumiza hawa wachezaji wa timu, vijana wetu ambao wanataka kuendelea. Mfano mdogo, mimi kuna vijana kama 2 3 walikuwa Morogoro wanataka kucheza mpira, unaona kabisa quality yao iko vizuri, lakini hawana watu wa kuwakingia ubavu huku mbele ya safari. Na ukiwapelekea salamu huku tulokuwa juu, jamani, kuna vijana hawa nao wana watu wao, kwa hiyo hawezi kuwathamini wale. Mimi mfano mdogo, kuna Simba niliwapeleka vijana kama 3 waje Simba B, lakini waliangushwa kama bwana, hapana, hapa bwana ngumu, kwa sababu kuna viongozi wana wachezaji wao wamewaleta. Sasa hapo hatuwezi kwenda. Kwa hiyo watu wako lazi, hata kama mchezaji hana uwezo lakini ana pesa apewe nafasi. Na ndio ipo, wanasafirisha hivyo. Unaweza ukawa na kijana mzuri, unamuona kabisa huyu mzuri, unampeleka pale, lakini hawezi kuthaminiwa mpaka awe na support pale. Sasa hiyo ukitaka kuendelea katika mpira ngumu sana. Hiyo ni rushwa katika mpira unaoingia. Hiyo imejaa sana. Vijana wengi wanashindwa, wanafeli kwa sababu hiyo. Katika uchezaji wako, labda kuna mechi gani ambayo unasema hiyo utaisahau katika maisha yako? Aidha ulifanya vizuri au ni mechi iliyokuumiza? Kwanza kwa mechi ya kimataifa ni mechi moja na tulicheza na National Al Ahly ambao tulichezea Mwanza. Ile mechi ndio kwanza sisi tuko Simba, mimi Mogela, bwana kina Sande Juma, ndio tuko kwenye chimbuko lile. Ile mechi ndio mechi kubwa ambayo naikumbuka, ambayo sitaisahau. Tulicheza vizuri na tushinda, kwa sababu tuliambiwa kabisa kwamba nyinyi hii timu hamwezi kutoka, kila mtu ataondoka na goli lake. Unaona, lakini bahati nzuri tulishinda ile mechi 2-1, tukaenda kutoka kule 2 bila. Nani aliyokuwa anakatisha tamaa hapo? Aliyokuwa anakatisha tamaa sasa atafunga goli lake. Kwa sababu unajua tuna Simba na Yanga. Simba na Yanga kila siku ndio tuko kwenye upinzani, kwamba Simba hapendi maendeleo ya Yanga na Yanga hapendi maendeleo ya Simba. Kwa hiyo watu wa Simba, nyinyi bwana pale hamtoki bwana, nyinyi mshazoea kufungwa 5 huko nini. Kwa hiyo ni kwenye utani huu tulikuwa tunaambiwa hivyo, lakini matokeo yake haikuwa hivyo. Na mechi nyingine ambayo naikumbuka ya Simba ni dabi ambayo tulicheza ya wakati tunatoka Brazil ile, maana tukatoka bila, ndio ambazo nazikumbuka hizo. Hapo umetoka kwenye samba hiyo, mechi ilikuwa hatari. Lakini baada ya hapo mwalimu alivyoondoka, na unajua hata timu zetu migogoro bwana, mwalimu alipoondoka tu tukabaki wenyewe, basi tukapoteza hata ubingwa tukuchukua. Nakumbuka hiyo wakati ule baada ya mwalimu kuondoka. Sasa Make Maluto umecheza kwa muda mrefu. Hivi karibuni vimekuwa vikitokea visa vingi au mikasa ikionekana kwamba kuna nyakati timu haziingilii mlangoni, zinaruka ukuta, wakisema wanaogopa ulonzi. Kwenu wakati mnacheza, uchawi ulikuwa na nafasi gani? Uchawi ulikuwa mdogo sana, zaidi ni mazoezi. Mazoezi ndio muhimu, kila kitu bwana. Uchawi ni imani, kusema kweli, ile ni imani tunazo, na sasa hivi ndio imekuwa kubwa mno.
Umeona, imekuwa kubwa mno kupita kiasi. Sasa sielewi kuna kitu gani ambacho kipo bwana, wenzetu wanakiona bwana. Sisi zamani nakumbuka mimi hatujaruka ukuta, tulikuwa tunaingia uwanjani kama kawaida bwana. Sasa sielewi kwa sasa hivi kuna kitu gani ambacho kimetokea mpaka watu waamini hivyo. Hilo kwa kweli ni swala gumu. Wenyewe viongozi wanaelewa au wachezaji wanahamasishwa vipi kuhusu hilo kitu hilo? Sisi kweli Uswahili ulikuwepo, lakini tulikuwa hatuna imani sana kama hizo za kusema mpaka mluke ukuta na kutoa nafasi. Sawa, tumeona kuna masuala ya rushwa, kuna masuala pia ya ushirikina, lakini nyinyi mkutoa nafasi. Pengine kwa nyakati hizo kitu gani unakumbuka ambacho kinaweza kikashabiana na tulioongea? Rushwa na ushirikina viliwahi kuathiri vipi mchezo kwa wakati huo? Kwa kweli ushirikina ndo zamani ulikuwepo, lakini sio kwa kiasi ambacho tunafanya kwa timu, labda kila timu inajua wenyewe wanafanya vipi. Lakini kwenye rushwa, kwa kweli rushwa ilikuwa ni ngumu, kwa sababu kama kufanya mengine wenyewe viongozi, lakini wachezaji tulikuwa tuhusishwi sana. Nakumbuka tu game moja tu ambayo ni kwa sababu ya Simba itaka kushuka daraja na itakiwa lazima ishinde goli 6 tuvichana Tukuyu. Ndio mechi pekee yake ambayo naikumbuka ilikuwa kidogo tulikaa na watu wa Tukuyu na sisi, jamani, hii mechi ishakuwa ngumu tu hivi. Na Tukuyu kama nakumbuka alikuwepo kaka na yule alikuwa Simba sana, na ndio ambayo ikafanya maongezi. Mechi nakumbuka ilifutwa matokeo yake kwa sababu tulitoka 6-6 kama sio sasa. Hivi ni tofauti na ile nyingine ile ambayo mliwafunga Yanga na walikuwa wameshinda, lakini nyinyi mko tofauti mkaje? Ile mimi nasema ilikuwa game tu. Ilikuwa game. Mimi sikumbuki kama kucheza sijui wenyewe, lakini mimi nakumbuka ilikuwa game kwa sababu nakumbuka ile mechi yetu tunatokea Mwanza. Bwana, tutokea Mwanza tukaweka kempu Kimara pale, tukaenda tukashinda game kama sikosei 1-0 kama sikosei au 2-1, lakini ilikuwa ni mechi ambayo sisi wachezaji tulikuwa hatujaipanga kabisa, hatujapanga useme kwamba jamani ile mechi imechezwa. Hapana, tuliingia kucheza na mechi ilikuwa ngumu. Sasa sielewi kama viongozi wenyewe walifanya hivyo. Mimi kwangu nilikuwa ni mechi tu ya kawaida tu, sio mechi ya kupanga. Wao Yanga wanasema kwa sababu ilipoteza mechi, wanasema kwamba sisi tulikuwa mechi tuachia Simba, lakini sio kweli. Hakuna Simba na Yanga mnaachiana, hakuna kitu kama hicho. Unafikiria ni nini kinatokeaga? Kwa sababu ukiangalia Simba na Yanga ni timu ambazo kama zina nguvu zinazo sawa, kwa maana zina mashabiki wengi na zina nguvu pia hata kwa upande wa serikali. Unafikiri ni nini kinatokea hasa pale timu moja inapofungwa zaidi ya goli 3, 5, 6? Ile ni kutokana na maandalizi ya timu. Kusema kweli hakuna issue yote ya kuhusika hapo, ni kutokana na timu imejiandaa vipi, timu iko vipi dhaifu. Timu ikiwa dhaifu utafungwa nyingi. Kwa mfano chukulia mfano Simba walivyoshinda goli 6 wakati ule wa Yanga. Timu ilikuta iko dhaifu. Timu ilikuwa dhaifu. Timu ndio ilikuwa inatengeneza timu Yanga kipindi kile. Na kipindi kile Simba wamefunga goli 5. Yanga walikuwa wako vizuri. Kwa hiyo ni kutokana na maandalizi tu ndio mtu anastukia tu kwamba anakufumania, kwa sababu kufungwa magoli mengi ni kutokana na mtu anakukuta uko katika hali gani. Akishaanza kufunga goli nyingi mapema, kwa hiyo hii goli zitafika tu goli nyingi. Kwa sasa wewe umecheza na ndio mchezaji umejitunza mpaka leo na afya vizuri, kwa nguvu. Kama una watoto, unatamani na wenyewe wachukue kipaji chako au watoto wako wanafanya nini kwa sasa? Nilitamani nipate mtoto mmoja wawili wafike katika ngazi nilofikia mimi, na alikuwepo mmoja au wawili, lakini bahati mbaya waliingia sana kwenye masomo. Mke wangu alimchallenge sana mwanangu mmoja ambaye alikuwa anataka kucheza mpira, bwana soma. Alafu unajua kipindi kile, unajua mpira kwa una thamani sana. Yaani unakuta wanacheza mpira kwa sababu kutokana wale waliopita walivyoonekana. Kwa hiyo kila mzazi alikuwa hataki mtoto acheze mpira. Lakini sasa hivi watu wanataka wacheze mpira kwa sababu kuna hela. Leo hii kuna mtu analipa milioni 200, 300. Ndio bwana, na ndio maana unakuta akademia nyingi zimeanzishwa na watoto wamepelekwa. Kwa hiyo ndio maana kuna maendeleo fulani.
tofauti na miaka ya nyuma. Lakini hapo kwenye academy imekupo ni gharama. Tuna wazazi ni maskini na wana watoto wana vipaji, wanafikaje kwenye academy? Sasa pale anatakiwa yule mwenye academy, kwa sababu anataka maendeleo na anataka auze wachezaji. Utapomwona mtoto kama pale unamsaidia kusudi, itakuwa wewe ni yule pale ni mtaji wako. Atapofanya vizuri kwenda nje, wewe utapata manufaa kupitia pale. Kwa hiyo wale watu ambao wanawachukua akademia wanalipa, kuna wakati wale ambao wazazi wao hawako vizuri, unambeba yule kwa kupitia wengine, utafanikiwa. Ukiangalia mchezaji kama Lamine Yamal ana miaka 19, dunia inamjua, na alianza akicheza mpira akiwa na miaka 4. Kwa hiyo kuna uwezekano hata shule hakufika. Unafikiri mfumo wetu wa elimu tunaotumia sasa hivi unaweza ukasaidia vipaji vya watoto? Vipaji vinaweza kuwasaidia, lakini kitu muhimu kwamba unajua kuna akademia ilianzishwa ya mzee nani mwanajeshi yule, Mzee Kipingu. Alienda vizuri sana yule mzee na alitoa wachezaji wengi sana. Sawa. Lakini sasa ile akupata sapoti kubwa na matokeo yake mpaka leo imekufa. Yeye aliweka mpaka shule mpaka sekondari. Sasa hivi hakuna kitu kama hicho. Sasa hivi kaanzisha Kibadeni, lakini apate sapoti. Kibadeni ana academy mpaka shule kaanzisha. Sasa je, mtu kama huyu hapa akipewa sapoti atatoa wachezaji wengi? Kwa sababu wachezaji kwenye hizo shule wachezaji wapo, lakini shule haina mfumo huo kwamba mchezaji kwamba asomeshwe na shule mpaka acheze huko. Hapana, ni sisi wenyewe tunatakiwa tufanye hiyo kazi ya kutafuta vipaji na kuwasomesha wachezaji wetu. Kwa mfano zamani Simba kina Kuka marehemu maskini, kina George Kulagwa, kina Nico Njoe walisomeshwa na Simba na wakachezea Simba mpaka katika hatua kubwa nzuri. Hiyo inatokea na wachezaji wenyewe nini, wa viongozi wenyewe kuwaenda wachezaji wao. Kwa mfano unakuwa na mchezaji yuko B anasoma shule ya msingi au shule sekondari, msaidie afu atakuwa mchezaji wako. Kwa hapo ni sasa, hiyo ni unawaambiaje TFF? Baraka wao TFF wanafanya, unajua wana academia zinakaa kule TFF. Okay. Na wapo walioenda kucheza hawa, kuna watu walikuwepo kule TFF, wana wachezaji wao wapo bwana. TFF wapo na kila siku wanachukua wachezaji kuwaweka kwenye kambi yao ambayo iko kule Kisarawe tu. Wao wapo wanafanya, na kama sikosei kuna wachezaji wengine wako Tanga wamefanya akademia ipo kule, wao ambao wanachukua wachezaji wale vipaji wale. Sasa sielewi kwamba wanawaendeleza vipi, hiyo wanajua wao wenyewe, lakini wapo TFF wanafanya. Mimi nikiwa na mtoto wangu nikimpeleka TFF anaweza kachukuliwa kama sina mtu pale. Sasa hilo ndio tatizo, hilo ndio tatizo, na TFF wanatakiwa sasa, tatizo wenyewe wale waliopewa madaraka ya ukocha au kusimamia ndio wenye matatizo. Kwa sababu kama unakuja unamwona mchezaji mzuri ambaye atakupa faida wewe, kwani usimchukue? Hiyo ni tatizo la binafsi, hiyo ni ubinafsi, na hiyo ipo bwana, ipo sana hiyo, na hatuwezi. Kwa hiyo kwa kweli inasikitisha. Mimi ndio maana nimekataa ukocha, kwa sababu siwezi kuona mchezaji yuko mzuri alafu unamwacha nje kwa sababu ya pesa. Hapana, mchukue muendeleze. Okay. Basi kama kuna kitu chochote unafikiri unaweza kaasa, kwa sababu ni kweli sasa mpira ni pesa na watu tunaona wakipata pesa nyingi sana, lakini kwa jinsi nilivyoongea na wewe bado kuna changamoto ya uwekezaji au uwezeshaji vipaji vingine viweze kushamili kama ilivyo wanavyofanya wenzetu Brazil na timu zinginezo, kurudisha kwa jamii. Kwa maana bana, mimi nicheza mpira najua kuna fedha na huku niwasaidie wenzangu waweze kucheza ili waweze kupata. Hapo nafikiri kuna simu ambayo unaweza kutupitisha tukaweza kufaidika, na watakaosikia waweze kupokea hilo na waweke kama ni umoja ili tuweze kufika huko. Ulikuwa unasema nataka nasaha zako. Ndio. Kwa sababu wanasema siku zote utamu wa ngoma uingie ucheze. Yaani wachezaji wao ambao sasa wanafanya vizuri wana mikakati gani kuhakikisha huku ndugu zao, rafiki zao mtaani na wenyewe wanafikia ndoto zao, kwa maana ya kuwezesha vipaji vyao kuonekana. Okay. Hilo kwa mfano
unaweza kusema kwa mfano umeona na Samata bwana, ukiangalia yeye ndo aliocheza kwa nafasi kubwa sana. Ukisema kwa wachezaji wetu wa Kitanzania hapa wafanye hivyo kutokana na maslahi yao sio mapana sana, lakini mtu kama Samata yeye ndo anaweza akatengeneza akademia hiyo, alafu akachukua wale wachezaji ambao anaona kabisa kwamba hawa wana uwezo mkubwa, wakaweza kuwachukua na kuwaendeleza. Kwa mfano kama kina Eto'o wanafanya huko, kina Kanko Khan wanafanya, hata huyu nani Samia Mane anafanya. Sasa na sisi ikitokea mtu kama yuko kwenye challenge hiyo, atafanye hiyo, itamsaidia kwa sababu lazima atapata faida, kwa sababu watu watakuja kununua wachezaji. Na kikubwa tuseme, mimi bado nalilia huku mashuleni bado kuna wachezaji wengi sana. Hizi akademia zetu ziende kwenye shule za msingi kutafuta wachezaji. Ziende kwenye akademia zetu hizi, kwenye shule zetu za msingi, kwenda kwa point wachezaji na kuongea na walimu kwamba huyu mchezaji nimeona mzuri, kwa hiyo atamfanyia maarifa kwamba aje mazoezini kwake kwa gharama fulani ndogo. Bwana, tukifanya hivyo tutafanikiwa kwa sababu wachezaji wapo. Alafu kingine, tuna wachezaji wengi wa Kitanzania ambao bado makocha wapo. Tuwapeleke kwenye shule za misingi hizi kufundisha. Wale wenye vyeti vyao wapeleke kwenye timu za sekondari, timu za primary. Bwana, wewe kufundisha shule fulani, tutafutie wachezaji sehemu fulani, tutafika mbali kwa sababu wachezaji wapo wadogo. Bwana, hili mimi ndo nasaga. Sasa leo viwanja vingi vinajengwa shule. Unafikiri tutapataje wachezaji hao? Sasa hapa kitu cha kufanya, serikali yenyewe inatakiwa iangalie, ifuatilie. Kwa mfano shule ya Muhimbili ile pale wameua. Sasa hivi kuna viwanja vidogo, hakuna viwanja vikubwa. Utapataje mchezaji? Huwezi kupata kwenye uwanja mdogo, lazima kuwe na uwanja mkubwa ndio unaweza kupata wachezaji. Kwa hiyo serikali inatakiwa ifuatilie sehemu zote zenye uwanja mkubwa ambao imetolewa vimetoweka viwanja vidogo, viondolewe virudishe uwanja mkubwa. Hiyo ndio itaweza kutusaidia. Asante. Japo hatujajua mara utasoma na watoto wangapi, yana wajukuu wangapi? Watoto 7. Watoto 7, 4 wanaume, 3 wa kike. Hongera sana. Hamna hata mchezaji hata mmoja? Wachezaji kuna mtoto wangu wa mwisho alikuwa anacheza mguu left, lakini nimejaribu kupambana naye, lakini naye kaniangusha. Kumpeleka mazoezini mvivu. Mpira sio uvivu. Mpira ni kujitoa. Mimi nisingejitoa nisingefika hapa. Mimi nimetoka mpaka kwenda kucheza mpira Kilosa kwa sababu ya kutaka maendeleo. Sasa watoto wangu mmoja alikuwa ananifuata, lakini mama yake alimbana kwenye masomo. Kweli anafanya kazi sasa hivi kwa Zanzibar na anacheza kule Zanzibar. Lakini sasa ndo ashafika umri wa kuoa, ana watoto, hawezi kufikia tena kule. Na si ni mtoto wa mwisho ndo huyo, naye ashaingia kwenye mambo ya ajabu yani ya kujisikia. Kwa hiyo hawezi kucheza tena. Kwa hiyo mengine wajukuu nitegemee. Lakini watoto nishamaliza. Asante sana. Shukrani sana, tuko pamoja. Asante kwa kutazama Kiki TV Tanzania. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe pamoja na kubonyeza kengele. Endelea kuwa nasi.